Uhali gani mfuatiliaji wa Afya 102, na kukaribisha katika vipindi tunavyovifanya katika chaneli hii ambavyo vinakufundisha jinsi gani ya kutumia vyakula vinavyopatikana kuweza kujitibia maradhi mbalimbali, lakini pia kuweza kujikinga na changamoto mbalimbali za kiafya. Katika kipindi cha leo napenda kuelekeza kuhusu uji ambao unaweza kukusaidia kuongeza damu, unaweza kusaidia kuongeza kinga ya mwili, unaweza kusaidia kuboresha afya ya mifupa, unaweza kusaidia ukuaji wa watoto au watu wazima, lakini pia wale ambao wana mahitaji ya calories kwa wingi, kwa sababu umebeba virutubishi kadhaa ikiwemo protini, ikiwemo madini mbalimbali, ikiwemo mafuta mazuri kwa afya tunaita monounsaturated na polyunsaturated fatty acid, ikiwemo fiber za kutosha. Kwa hiyo ambatana nami mpaka mwisho, nitakuelekeza A to Z jinsi ya kuandaa na jinsi ya kuchanganya kiasi gani. Kitu cha kwanza katika mchanganyiko wetu ni ulezi. Huu unafahamika kwa kuwa na virutubishi kadhaa ikiwemo virutubishi vinavyosaidia mifupa, vinavyosaidia kuongeza damu mwilini, vinavyosaidia kuhusu misuli na usafishaji wa taarifa mbalimbali mwilini. Kwanza utatakiwa kuchambua, kuondoa hizo michanga, kuondoa uchafu, ambapo njia rahisi kabisa ni kuchukua unaweza ukachukua chujio lile lenye matundu ambayo ni wastani, ukachekecha, ukatoa mchanga. Pia kupitia kuosha, utatakiwa uoshe, uchambue vizuri, uanike. Ukishaanika ikakauka, inakuwa inafaa kwa matumizi. Hapa utaandaa kiasi cha kilo 1. Usisite kusubscribe kwa sababu tutakuwa tunatoa video mara kwa mara kuhusiana na mambo mbalimbali ya kiafya. Utakuwa mtu wa kwanza kuweza kuona video hii, lakini pia kwa namna hiyo unakuwa na support ukuaji wa channel hii. Kitu cha pili ambacho unatakiwa uwe nacho tunasema ni soya lishe. Soya lishe zinafahamika kwa kuwa na virutubishi mbalimbali. Kikubwa zaidi ni uwepo wa protini. Miili yetu, awe mtoto awe mtu mzima awe mzee, tunahitaji protini kila siku kwa sababu seli zinazaliwa na kufa. Lakini watoto wanahitaji kukua, kwa hiyo wanahitaji protini ya kutosha. Na watu wazima kama wazee wanaanza kupoteza misuli, kwa hiyo wanahitaji protini nyingi ili waweze kuzalisha maintain misuli yao. Kwa hiyo tofauti na protini, lakini pia kuna madini mengine ambayo yanasaidia kwenye mifupa, yanasaidia kwenye uzalishaji damu, lakini pia kuna kirutubishi au tunasema phytochemical ambayo inaitwa isoflavones. Hii tafiti imeonyesha kwamba zina msaada mkubwa hasa kwa wanawake ambao wanafika kipindi cha kukoma kwa hedhi, wanapata changamoto mbalimbali. Kwa hiyo isoflavones zinawasaidia kama kupunguza ile hali ambayo tunaita hot flashes, yani mwili unakuwa unapata joto, kwa hali ambao kwa kawaida wengine mnakuwa muhisi joto, yeye unasikia analalamika kwamba anasikia joto. Lakini kitu kingine ni kusaidia kwenye kama antioxidant. Mwili unakuwa, mfano kwa wale watu ambao miili yao inakuwa inapambana na maradhi, wakati huo huwa inapata kitu tunaita inflammation. Kwa hiyo isoflavones zinasaidia, lakini pia isoflavones ambayo ipo kwenye soya inasaidia kuhusu afya ya moyo. Watu ambao wanalenga kuboresha afya zao za moyo inawasaidia sana. Maandalizi yake, utatakiwa kutoa ngozi ya juu. Utatoaje? Zipo za aina mbili. Kwanza unaweza ukaroweka kwa masaa 8 mpaka 12, au unaweza ukachemsha kwa dakika 10 mpaka 15. Ukishafanya hivyo utatakiwa kutoa ngozi. Kwa hapo utachagua kitu kimoja hapo. Ukiamua kuroweka ni sawa, ukiamua kuchemsha ni sawa. Utatoa ngozi yake. Ukishatoa ngozi utaanika. Ukishaanika hakikisha unyevunyevu umeisha. Na unapokuwa unafanya hivi hakikisha unapoanika niwepo jua la kutosha ili kuepusha vitu vyako kuvunda. Kwa mchanganyiko nioanza nao ule wa ulezi kilo 1, utaweka nusu kilo. Kitu cha tatu katika mtiririko wetu ni ufuta. Ufuta unafahamika kwa kuwa na madini mbalimbali, na tafiti zinatuonyesha kwamba madini ya calcium au madini ya chokaa yaliyopo kwenye ufuta yanapita mpaka yale maziwa ambayo tumezoea kwamba maziwa ya ng'ombe yana madini ya calcium mengi. Ukiangalia concentration iliyopo kwenye ufuta ni kubwa kuliko kwenye maziwa ya ng'ombe. Kwa hiyo ndio maana nikachagua ikiwa kitu namba 3 kwenye uji wetu. Una madini kama magnesium, una calcium, una madini chuma, una protini, una nyuzi, lakini pia una mafuta mazuri ambayo ni mazuri kwa ajili ya afya ya moyo. Pia ufuta una antioxidant, ziko aina 2, lakini una phytosterol ambayo inasaidia kupunguza cholesterol. Wale watu ambao umeambiwa mpunguze cholesterol lehemu mwilini, ufuta una phytosterol ambayo inasaidia kupunguza cholesterol. Maandalizi yake, unatakiwa uchambue. Ina maana uchambue, utoe mchanga, utoe uchafu, uoshe, lakini unapoosha hakikisha haukai sana kwenye maji kwa sababu unavuta maji kwa haraka, ni rahisi kuharibika, kuvunda au kukua mchungu. Kisha kuna jua la kutosha, anika ikauke vizuri. Ukisha anika
unaweza kupitisha kwenye moto kidogo. Kama una oven pia unaweza kuweka kwenye oven badala ya kuanika. Kwa hiyo kwa mtiririko wetu tulioanza nao, utaweka robo kilo. Kitu cha 4 ni mbegu za maboga, na mbegu za maboga pia zina faida nyingi kiafya. Zina madini mazuri, mfano magnesium, calcium ambayo yanasaidia kwenye afya ya misuli, afya ya mifupa, lakini ina protini pia, ina fiber nzuri, ina mafuta mazuri kwa afya. Maandalizi yake utatakiwa kwanza kuchambua, kuosha, lakini unavyoosha hakikisha hazikae muda mrefu kama nilivyozungumza kwenye ufuta. Osha ndani ya muda mfupi uweze kuanika. Ukishaanika kisha zimekauka vizuri. Na pia hapa mimi napendelea zaidi kama unaweza kupata zile ambazo hazina gamba la juu, zile zenye rangi ya kijani, inakuwa ni nzuri zaidi. Lakini ukikosa, tumia hata hii ambayo inapatikana sana sokoni. Kwa hiyo kwa mchanganyiko huu nianze nao, pia utaweka robo, kwa maana ya gramu 250. Kwa hiyo ukisha toka mashineni, ina maana hii tayari kwa ajili ya matumizi. Na kitu ambacho tunasisitiza zaidi hapa ni kwenye utunzaji. Kwanza itunze katika hali ya usafi, weka kwenye chombo ambacho tunaita airtight container, ambacho kiruhusu hewa kuingia na kutoka. Mfano kuna madeli haya ya plastiki, ni mazuri sana. Lakini kitu kingine kwenye upikaji, hakikisha unapopika unga wako wa uji huu, hakikisha unapika kwa moto mdogo na ambao itaruhusu vitu vyote ulivyochanganya viweze kuiva, kwa sababu tofauti na hapo utaingia kwenye changamoto ambazo vingine vitaungua, vingine havitaiva, au utaweza kuongeza matatizo ya tumbo. Lakini kitu kingine cha kuzingatia, uji ukishaiva unatakiwa uwe na unga wa ubuyu, ambapo utaweka ubuyu kijiko cha chai kimoja kwenye kila kikombe. Hii inasaidia kuongeza vitamin C ambayo tunasema ni nzuri sana kwenye kusaidia yale madini chuma ambayo tumeyazungumza hapo kwenye unga yaweze kufyonzwa kwa urahisi. Lakini pia ina boost kinga ya mwili ubuyu, lakini unatumika pia kama ladha. Kwa hiyo ni msingi sana pia uweze kuwepo, kwa sababu una faida zake na una kazi maalum. Kwa maana hiyo, watu ambao unawafaa kwanza ni watoto ambao wameshaanza kula, lakini hapa na shauri wenye miezi 7 na kuendelea. Lakini pia kuna wamama wajawazito, kuna watoto ambao wapo katika umri wa shule, kuna vijana bale, kuna wazee, lakini na familia kwa ujumla. Kutokana na virutubishi tulivyoviona kwenye unga huu, kwanza hauwafai watu wenye allergy na soya, lakini pia na ufuta hauwafai. Lakini pia watu wenye ugonjwa sugu wa figo, kutokana kwamba kuna virutubishi vya potassium, kuna calcium, kuna protini nyingi, lakini pia kuna magnesium. Hii inaweza ikapelekea kitu tunaita electrolyte imbalance. Kwa hiyo watu wenye ugonjwa wa figo wa kudumu, kulingana na stage alionao, unaweza kuwasiliana na daktari wako, ataweza kukuruhusu au kukataza kulingana na vipimo vyako. Kwa mchanganyiko huu uji unakuwa unajitosheleza. Watu wengi wamekuwa wananiuliza, je, naweza nikaongeza mafuta au hakuna haja kuongeza mafuta ya aina yoyote? Kwa sababu mfano ukiangalia kila gramu 100 ya unga huu tayari una gramu 18 za mafuta, ambao ni tayari ni mafuta ya kutosha na ni mazuri kwa afya. Kwa hiyo usiongeze mafuta ya aina yoyote, wala kuanza kuongeza chumvi na mambo kama haya. Usisite kusubscribe, kwa sababu tutakuwa tunatoa video mara kwa mara kuhusiana na mambo mbalimbali ya kiafya. Utakuwa mtu wa kwanza kuweza kuona video hii, lakini pia kwa namna hiyo unakuwa na support ukuaji wa channel hii.